Asifiwe sana mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Katika kipindi hiki tunazitazama tabia za upendo. Na katika tabia ambazo tumeshazitazama zimekuwa za baraka mno. Leo tuko tabia ya 14. Tumeshaziangalia 13 na tumeifikia tabia ya 14. Inapatikana katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 13 mstari wa 7 kipengele cha mwisho. Upendo huvumilia, upendo hustahimili yote. Upendo hustahimili yote. Kustahimili maana yake ni kumudu. Ni tofauti na kuvumilia. Kuvumilia ni jambo jingine. Kuvumilia inatokana na changamoto. Mtu kuvumilia changamoto ama matatizo. Lakini kustahimili ina maana ya kumudu, kuweza. Hiyo ndio maana yake, kuweza mambo yote, kumudu mambo yote. Kwa hiyo tabia hii ya kumudu mambo inamhusu mtu mwenye upendo. Kama huwezi kumudu mambo, huwezi kufanya mambo ukayaweza, basi jitafakari. Lakini mtu mwenye upendo hustahimili yote. Maana yake anamudu mambo yote. Yepi yanayomjia, yawe mema, yawe magumu au yawe mabaya, yeye ana uwezo wa kuyamudu. Maana yake ana stamina ya kupambana nayo. Mtu wa namna hii ana uwezo wa kupambana na mambo yanayomjia. Kwa kawaida tunaishi katika jamii yenye mambo mengi na mkanganyiko wa mambo mengi, mlundikano wa matatizo na mambo mbalimbali. Lakini mtu mwenye upendo huyamudu hayo yote, kustahimili mambo yote. Kipindi cha ukame ye anaendelea kumudu. Kipindi cha joto anaendelea. Kipindi cha baridi anaendelea. Kipindi cha wakati zipo ye hana shida. Kipindi ambacho hazipo bado anastahimili. Kwa hiyo mtu mwenye upendo ni mtu ambaye ana tabia ya kumudu mambo yote yanayomjia. Hababaiki, hatishiki, yani hayumbishwi. Yuko tayari kupambana na hali zote wakati wowote. Mtu mwenye upendo yeye anamudu mambo, ana uwezo wa kupambana na mambo yote. Kwa nini? Kwa sababu anawezeshwa kutokana na upendo alionao. Ukiwa na upendo katika maisha yako, hakuna jambo litakushinda. Kila jambo utaweza. Yako ya kukushinda ndiyo, lakini unajua kimbilio. Kimbilio ni wapi? Kwa Mungu. Mtu mwenye upendo, kiona jambo limekuwa gumu, hakimbilii wanadamu, lakini anamkimbilia Mungu. Kwamba Mungu nisaidie kwenye hili. Na Mungu kwa upendo na kwa huruma zake anamsaidia na kumvusha. Nikuombe mpendwa mtazamaji wangu, usiache kuwa na upendo. Mwenye upendo hustahimili mambo yote. Yepi? Yoyote, yawe ya kijamii, yawe ya kifamilia, yawe ya kitaifa, yoyote yanayomjia anayastahimili. Anastahimili. Huyu ni mtu mtulivu, hana papara, hayumbishwi kama nilivyosema, hababaishwi, kustahimili mambo yote. Nami nikutakie kila laheri. Siache kuwa mtu wa kustahimili mambo. Watu wengine kidogo tu anaanza kubabaika, likimpata dogo tu anaanza kuhangaika. Lakini mwenye upendo huwa hahangaiki. Ikimpata anatulia, anainama chini na kutafakari. Sio anahamaki. Mwenye upendo ana tabia ya kuinama na kutafakari na kunyamaza na kutafakari. Hajibu kila kitu, lakini anakuwa mtulivu na anamudu mambo. Mungu akusaidie uwe mtu mwenye kuyamudu mambo, na Mungu wa mbinguni atakubarikia sana. Atakufanyia wepesi wa mambo. Lakini usiwe na papara wala usiwe na haraka. Maana wenye papara na haraka wamejikuta kwenye matatizo makubwa. Lakini wale watulivu Mungu amewasaidia na kuwavusha.
Nami nakuombea Mungu akupe utulivu wa ndani, utulivu wa akili, ili uweze kumudu mambo. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho, kwa jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.